Wewe ni mke wa mtu na unaona unatongozwa huko nje, unarudi ndani unakuja kumnyanyulia huyo mume wako masikio. Like wewe si unachepuka, hata mimi napendwa. Na wewe sasa unataka kupiga one step ahead, sasa muanze kushindana. Rafiki yangu nisikilize nikwambie. Hao wanaume wa nje huwa wanawatongoza wanawake walioolewa ni kwa sababu wameolewa. Huwa wanawatongoza wanawake walioolewa ni kwa sababu ni warahisi, ni cheap, hawana gharama. Mwanamke aliyeolewa anaweza akajiboltia kwenda huko ili akapige show. Si unanielewa nikisema show? Mwanamke aliyeolewa wakitoka na huyo bwana wake anaweza akaclear bills. Hivyo ndivyo vitu ambavyo wanavitafuta hao wanaume wanaowatongoza. Nyinyi wanawake mlioolewa, tumieni akili zenu mnapokuwa mnatongoza huko nje. Msitongoze huko nje mkaja ndani mkavuruga ndoa zenu. Tunaelewa sawa, ndani kwako kunaweza kuwa na changamoto. Mume wako anaweza kuwa anakukera na kuudhi. Tafuta namna ya kusolve matatizo ya ndani kwako. Hao wanaume wanaokutongoza huko nje wasikufanye ukavimba kichwa. Wanaume wanaowatongoza wanawake walioolewa huwa hawawapendi. Unafikiri wanakupenda? Hebu leo mume wako akuache, uone kama atakuchukua. Mume wako leo awafumanie afu amwambie kama wewe mwanangu wewe mchukue bwana. Mimi nimekuachia. Utaona kama huyo baba atakuchukua. Na hata akikuchukua hataweza kukupa maisha ambayo anakupa mume wako. Niamini mimi, hataweza. Kwa hiyo wanawake jamani, tunavyoambiwaga sisi tunavunja ndoa zetu kwa mikono yetu. Sometimes kuna kuoga na ukweli. Wewe unashoboka. Kwani wewe kipi cha kutongozwa ambacho ukijui? Hadi ukitongozwa sasa hivi ndio ujione keki, ndio ujione vile. Anakudanganya huyo, wanakudanganya. Huyo amefuata urahisi. Anajua akikupigia simu babe let's meet, utawasha gari yako ambayo mume wako kakununulia, amekuwekea na mafuta, utaenda huko mwende mkaonane. Wengine mpaka lodge mnalipia. Wengine hamna akili. Mnaona kabisa labda mkienda lodge mtashikwa, mnafanya mapenzi na michepuko yenu ndani ya gari walizowanunulia waume zenu. Alafu mkikamatwa mkichinjwa, huku tena jamii tunaanza wanaume wanachinja wake zao, wanaume. Hao wanaume wanawatongoza kwa sababu wanajua mkitoka wewe unaweza ukaclear bills. Huna gharama. Unajigaramia mwenyewe. Na saa zingine tena wewe huko ndani kwako kumewaka moto, wewe ndo unampigia baby I want to see you, nimekumisi. Unajigaramia kila kitu. Wengine ni Viserengeti boys, mkitoka huko yani kikubinue na hela ukipe. Ila wanawake baadhi yetu sisi akili sijui tumeziacha wapi. Yani unakuta mwanamke maamini mwanaume huyu akilinganisha hivi kati ya mke wangu na huyu mchepuko, nani ana akili timamu? Mwanaume anajuta kukutana na wewe kabla ya huyo mchepuko. Anatamani angekutana na huyo mchepuko kabla yako ili amweke huyo mchepuko ndani, kwa sababu mchepuko anaonekana na akili kuliko wewe. Kwa sababu mchepuko huaga wanatembea na fursa. Kwa nini wewe usitembee na fursa? Kama una mwanaume ambaye anachepuka atukatai, ndio sawa anakukera. Angalia fursa katika huo uchepukaji wake, tembea nayo. Kwani unadhania yule mchepuko wake yeye ndo anapenda kushare na wewe? Unadhania mchepuko wa mume wako yeye ndo anapenda kwamba awe na mwanaume ambaye ni wa mtu? Mwenzako pale kuna kitu kakiona anatembea nacho. Ndio maana waga tunakuja kustuka, mchepuko kafunguliwa duka. Hajafunguliwa tu hivi kirahisi. Aliona fursa akapita nayo. Wanawake, wewe